Kaka mambo? Safi. Vipi? Safi. Kaka samani. Naomba tekeo lako la kwangu nimesahau nyumbani. Choteo tu. Ndio. Sawa, hamna shida. Ili hapa. Asante. Haya. Dada. Samani, naomba nizungumze na wewe kidogo. Bila samani. Bwana ndugu yangu vipi? Safi, napambana hapa na kubeti. Kwa mwanangu naye kila siku kubeti. Uishi na kubeti tu. Na achaje kubeti aliyakuwa ndio inasababisha mimi kula. Wewe sawa, ngoja tukuache na kazi zako. Mimi naomba mkeka uchanike tu basi tufanane. Unaniambia mija, si ndio? Hamna niwaambia kutania tu. Alafu sikize nikwambie. Kwanza nimekumbuka. Nasikia kuna jambo linalonisibu. Sione kwamba niko na beti hapo kwa dhani mimi nina furaha moyoni. Unaelewana? Nina dada yangu aliyeolewa. Dada yangu huyu tayari ana muda siku kadhaa hivi. Nimepata taarifa zake katoka kwenye ndoa. Yaani kwa mume wake hayupo. Lakini mazingira au namna jinsi alivyotoka pale ni kama mtu aliyetoroka. Yaani na kutoroka kwenyewe, unajua mtu mkubwa tayari hawezi kutoroka tu bila sababu za msingi. Huenda katoroshwa. Sasa ninachopambania sasa hivi ninafanya juu chini katika upelelezi wangu kutaka kujua huyu mwanaume aliyemtorosha. Na endapo pale itakapogundulika nikajua kwamba aliyemtorosha ni nani, kwa kweli huyu mtu ama zake ama zangu. Mimi naitwa Ram. Sijui mwenzangu naitwa nani? Mimi naitwa Salma. Oh, Salma. Sawa. Samahani kwa usumbufu kwa mara nyingine. Niende moja kwa moja kwenye point. Dada, mimi nina shida au na tatizo pia. Tatizo gani? Mimi nimepotelewa na mke wangu. Mkeo? Ndio. Anaonekanaje? Yaani ninavyokuambia leo ana siku almost ya 3 hivi. Toka alipotoka juzi asubuhi mpaka leo sijui alipo. Na ningekuwa hata na simu basi hata ningekuonyesha jinsi alivyo. Huenda labda ungemtambua au huenda unamjua kabisa. Lakini Mungu hajanijalia kumiliki kifaa hicho. Niende moja kwa moja nikuelezee sifa zake jinsi alivyo. Mke wangu ni mfupi na katika muonekano wa nje ana hipsi, yani ni mnene. Na ukija kwenye rangi yupo kama wewe jinsi ulivyo. Sasa kutokana na sifa ambazo nimekutajia, huenda labda ulishawahi kumuona sehemu au labda unamjua. Hapana. Kwanza pole kwa alokukuta kupotelewa na mke wako. Mimi simjui na wala sijamuona sehemu yoyote ile. Dada, usinifiche. Siwezi kukufanya kitu chochote kibaya. Naomba tu niambie kama unamjua au ushawahi kumuona sehemu. Hapana, sijawahi kumuona. Basi sawa. Ngoja mimi nikuache uendelee na majukumu yako. Haya sawa. Bye. Sasa huyu mwanamke atakuwa ameenda wapi? Na kwa nini ameondoka nyumbani pasipo kuniambia kwamba anaenda wapi? Okay, potelea pote. Kama ni wangu atarudi.
inaniuma sana. Dada yangu kaolewa vizuri kwa ndoa, tumekula ubwabwa, afu leo hii yani jitu lilikotoka tu linaenda kumchukua na kuondoka naye. Labda niwaelekeze namna alivyo dada yangu huyo. Ni mweupe, ni mfupi na sio mrefu sana. Size ya kati tu. Ana hips. Lakini ule rangi yake ya usoni ya maji ya kunde, ana wekundu lakini ambao sio wekundu ule wa mkali, bali ana maji ya kunde. Sijui labda umefanikiwa kumuona ama kumjua. Huyo mtu kwenye uso wangu sijawahi kumuona wala sijawahi kumsikia wala. Mwenzangu, kiufupi mimi sijawahi kumuona mtu wa design hii. Basi hamna shida, cha kukusaidia wewe hapo kama rafiki yetu. Mimi nipe muda ndani ya siku 2-3 ili niweze kupeleleza kujua ukweli kuwa dada yako kaelekea wapi na yupo wapi na yupo na nani, anafanya nini. Sawa, itakuwa ni vizuri. Basi hamna shida, ngoja mimi niwaache kidogo. Ndugu yangu, Unaondoka tena? unaondoka tena? Unapiga story tena unaondoka jamani. Blaza samani. Kwanza mimi naitwa Ram. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Kebo. Oh, Kebo. Okay. Naitwa Riziki. Samani kwa usumbufu kwa maana nyingine. Mimi na matatizo. Na nikisema na matatizo, je, namaanisha kifupi mimi nimepotelewa na mke wangu. Yaani mpaka leo hii ana almost kama siku ya 4 leo toka ametoka nyumbani. Sasa lengo la kukusimamisha hapa, nahitaji nikuulize, huenda labda ulishawahi kumuona sehemu, maana ningekuwa hata na simu basi ningekuonyesha hata picha, huenda labda ungemtambua kwa haraka. Niende moja kwa moja kwenye sifa zake jinsi alivyo mke wangu. Mke wangu ni mfupi. Na ukija katika muonekano wa nje ana hipsi. Yaani ni mnene. Na kwenye rangi ni mweupe. Sasa kutokana na sifa ambazo nimekutajia, huenda labda ulishawahi kumuona sehemu au tena unamjua mtu huyo. Amna. Yaani kifupi. Simjui. Sijawahi kumuona huyo mtu. Mbona kama una hofu ndugu yangu? Wewe niambie tu. Unajua mimi ni mwanaume mwenzako. Hebu imagine kwamba ulishamzoea mtu. Alafu leo hii anatoka tu hujui alipo. Unajua ni makubwa ambayo yananikuta mimi. Kama ulishawahi kumuona sehemu, mambo niambie ndugu yangu. Kikweli blaza, mimi simjui wala sijawahi kumuona mtu wa jinsi hivi alivyo. Basi sawa, mimi nisikupotezee time yako. Basi poa, hamna shida. Asante.